Si ndio? Analeta na mimi kana ana smile na nini? Kaambia unaona I Bidea gentleman. Picha ulipotoka shuleni wakati huo mkuta haipendezi hivi. Sasa nenda bwana. Somashi Kalakoniko. Sumshi Kalakoniko. Dawa kali ndio inatibu. Masai anasema dawa inauma ndio sindano inauma ndio inatibu. Zamani mama Masai alikuwa anapiga sindano butu. Maana alikuwa haamini. Ukimpiga sindano ya kawaida isipouma anajua haponi. Kwa hiyo kama umpige sindano butu inaingia kwa shida. Asema hii itapona. Lakini siamini inauma inaponya. Bali neno la hekima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yeye makofi. Hata kama utakuwa lakini una kitu ulichonacho. Shika na mkono. Shika na mkono. Au kuokoka kwa haki yako. Au kuokoka kwa kuacha chochote. Ni neema ya Mungu ilifunguliwa. Na ile neema inakupa kuchukia ulevi inakupa ndani yako. Ukiomba sana. Nikimsema kichwa bana. Maombi. Unapoomba sio kwa mbele. Mimi nimeenda kwenye makanisa mengi. Hata nikikupa taarifa kanisa lako na kusali na kila kitu. Bali unakusali kila kitu. Ndio jambo anaweza kuchukua ujumbe na kueleza watu. Wale wasema neno ulisikia mbele za watu wengi uyashike. Mbele za watu wengi. Na kile ndiko nalifahamu. Mbele za watu wengi na mbele za watu wengi uyashike. KRT wanashangilia harusi kuliko mkutano wa injili. Wanakuja kelele kufika sana kwa sura. Bro, ni nguvu ya kiroho inayotawala. Sasa ana roho ya wizi. Anaweza jiibia, anaweza kuwa ameweka 10,000 kwenye pochi yake, alafu mmoja akasahau kama pochi yake akajiibia na bibi yake. Hiyo ni roho ya wizi. Hakuna wizi wa jadi wa shida. Kuna uuni wa sherati. Msana anafanya ile apate ile mafuta na maisha, sawa? Lakini kuna roho ya uzinzi. Kanasala Hosana Moshe Kilimanjaro. Kama muelewe. Sasa pale wale wameokoka. Sawa. Sasa neema ya Mungu. Neema ya Mungu iokoa wanadamu wote nayo yatufundisha au yatuwezesha kukataa tamaa za kidunia. Kukataa tamaa za nini? Za kidunia. Tuweze kuishi kwa kiasi na kwa utakatifu kwa ulimwengu wa sasa. Sasa neema unaifungua kwa maombi marefu. Nisikize. Pale hawana ya maombi marefu. Wanafungaga hata siku 21 lakini wanaomba dakika 20 nusu saa tu. Unakuta na sifa na haombi. Roho za kuoana pale ndani ziko. Hata kijana wetu mmoja mtumishi. Hiyo roho imekuja lakini kaona amechelewa umri. Siwezi kataa. Hata niko alikuja kutoa neno. Hatukatai. Lakini nasema hivi, ukianza kusikia roho ya kuoa au kuolewa unaisikia, omba zaidi. Tafuta hata siku 2-3, omba sana, ile neema ya Mungu itafunuliwa. Kama ni wakati wa Mungu utasikia right. Lakini kama ni msisimko, kuna baridi na nini, uombe unasikia joto na nini, hiyo ni mfumo wa mwili. Na huwezi kutosheleza mwili kwa kufanya hivyo. Hata walioa kama mtu akishaoa anakuwa si mzinzi, basi usiko kwa na wake wa pili na watatu. Kama kuoa ilikuwa ni tatizo la kuzuia sina kuoa. Watu wasingeoa wake wawili watatu na kuwa na wapembeni. Sasa mimi kama ni hivyo, Daudi asingekuwa na wake wengi wala mwanae Mahalaikaruyame. Mwanae Sulemani asingekuwa na wanawake 700 na masuria siku ngapi? Kwa nini? Huwezi zuia tamaa ya mwili kwa kupa mwili kitu unataka. Unazuia tamaa ya mwili kwa kujenga nguvu za roho. Piga Yesu makofi. Ndani yako kuna ndani wawili. Au kama ni Asha kuna Asha wawili. Au kama ni Niko kuna Niko, na Niko anayefanya kazi Gomite, au kuna Niko mwingine anayekaa
anakaa ndani yake na mtawala Niko. Yule Niko wa pili ndio kitu kidogo kofu. Niko wa kwanza yuko siku zote na toka Mwanza. Niko wa pili anakwenda kwa baba. Tuko pamoja. Kuna Adamu wa kwanza na Adamu. Kwa hiyo huyo Adamu wa pili ndio unabidi umlee. Analewa kwa maombi, kwa sala, kwa kutafakari neno, kwa kuabudu, kwa kusifu muda mwingi. Huyo Adamu wa pili analelewa. Huyo wa pili atamjenga wa kwanza. Atamfanya vitu vipya. Hata Adamu wa kwanza akiugua, huyo Adamu wa pili atamponya. Wala kitabu kile cha nani? Warumi 8 mstari wa 11. Msoma pale. Roho aliyemfufua Kristo katika wafu. Katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Ataiuisha na miili yangu, atauisha na magonjwa. Sawa. Sawa. Mimi siogopi hilo, lakini sijiui. Sitoroki duniani nakimbia bado. Lakini nikija hilo nalije. Maana kila mtu atakapofahamu ameandikiwa nyuma ya t-shirt ikaelekea t-shirt yake kwa nyuma. Imeandikwa, nimevipiga vita vizuri. Bado nimemaliza. Imani nimeingia. Kila mtu anaandikiwa t-shirt. Mimi naomba msiniandikie jamani. Niko kuomba kwenye kamati tena nikashuka kitabu. Msiandike. Hiyo ni ya Paulo. Kila mtu, hata Waswahili kwa mtaani wanaandikiwaga vita amevipiga vizuri. Sawa sawa, kwani watu wanalia kama amevipiga? Mbona watu wanaomboleza? Mbona amemaliza vizuri? Mbona ameilinda? Mbona watu wanalia? Bwana asifiwe sana. Yule mchezaji wa Argentina anaitwa nani alizuia sana akashindwa kufunga goli, anaitwa nani? Messi. Walimzuia Messi asiguse mpira siku ya mazishi, na ningeugusa ndugu yangu nani huyo mchezaji wa wapi huyo? Huyo mwingine. Mchezaji mwingine. Ronaldo aligusa mpira kidogo yuko huko nyuma. Aligusa, alinizuia sana nisiguse mpira siku ile. Mungu awabariki. Na walijua tu. Na nilikuwa nitoe nimepiga vita vizuri. Bwana asifiwe sana. Mimi naomba nimalize hapo, nisiende sana. Naomba nimalize pale ulipo, naomba usimame na miguu yako.